Okay. Bwana, basi hapa ni ya 6 episodi katika mashine safi kabisa wanaita Nipende Tena na Mr. Burudani mitamboni, kama kadu tukizidi kabisa kusonga mbele. Kwa jumlisha 1415588989811 unanipata kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani. Bwana, hii hapo anaita Love Me Again, Nipende Tena. Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Basi tukaianza mashine ya kwetu hii hapa ya 6 episodi katika mashine safi kabisa na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Bwana, tuanzie pale pale tulipoishia. Sasa jamaa alimfuata Shinli, anambia mimi ni kakake na binti Yuli. Basi baada ya pale waliongea, jamaa alirudi ndani amepoa balaa. Anambia Yuli ana mtoto ambaye mtoto huyu ana miaka 6 sasa hivi. Sasa jamaa aliambiwa kila kitu, ndo anakumbuka maskini ya Mungu aisee. Da. Yuli. Ambia Yuli, nimekukosea sana. Ambia nimekukosea sana, samahani eti. Jamaa kiwa anaongea yote haya, Kiamfena alikuwa akisikiliza mambo yote ambayo jamaa anaongea. Ambia nimekuangusha, yote ni makosa yangu. Asa dogo yuko huku. Asa Ankai leo akamfuata nyumbani kwao. Dogo alikuwa anacheza na mpira, si akaupiga kwa bahati mbaya ukampiga dogo. Asa akamfuata haraka. Akamwokotea hapo lake, anambia samani. Anambia sana kulaje hapo lilo chafuka kama hivi, umechafua hapo langu. Anambia nipe pesa niende nikanunue jipya. Lakini mimi sina pesa. Una pesa? Anambia nilipe. Anambia basi nitakulipa baada ya siku moja eti. Anambia hamna, unadanganya. Anambia mimi sidanganyi, babangu anakuja leo. Anambia mamangu kaniambia kwamba mama yako wewe hajaolewa. Alafu unadanganya pia kuhusu kuwa na baba. Ni uongo. Sema tena. Anambia mama yako ni mwanamke mbaya. Dogo akamsukuma, unamtukana mama yangu. Ambia usipigane eti. Ankai, ambia ondoka, nenda nyumbani. Ambia nenda kumuita mama yangu. Dogo akamfuata mama yake, linapigwa kila siku. Ambia nani kakuruhusu kupambana tena? Nani kakuruhusu kupigana tena? Ambia mtoto una nguvu, kwani unapigwaje? Sasa mama yake Rankai alikuja nyumbani kwao kwa Ziaolon. Ambia vipi? Mtoto wako unampiga mwanangu kila siku linapokuja swala la babake. Kwa nini? Ambia samahani eti. Mwanangu kakosea. Kakosea? Hivi kweli wewe? Ambia ni bora kabisa umwambie mtoto wako ya kwamba unamdanganya mambo yote haya. Nani asiyefahamu hapa ya kwamba wewe hujaolewa? Afu mwanao kila siku mwanangu akimtaja tu babake, mwanao anaanza kupigana. Kamtoa mwanae pale haraka maskini ya Mungu aisee. Sasa dogo aliondoka haraka mama asione. Asijue kwamba akasikiliza maneno yale. Alienda moja kwa moja mpaka ndani akavuta kiti. Maana anajua adhabu yake siku zote. Baada ya kupigana na watu, basi adhabu yake ni bakora. Ambia Xiaolong. Kweli unataka kumuona baba yako? Anambia ndio. Anambia nataka kumuona baba, nataka kuwa kama Ankai. Anambia vitabu.
Anaambia vitabu akisomewa na baba yake. Ankai kanionyesha vitu vyote hivi, picha ambazo aliweka juu ya ukutani kwao, akiwa na vitabu, babake akimshika wakiwa wanasoma. Nataka kuwa kama Ankai. Ambia nataka kumuona baba, eti nimemmisi baba. Ambia Ankai ananicheka mimi ya kwamba mimi sina baba. Nataka kweli kumuona baba. Ambia mimi najua ya kwamba wewe upendi napomtaja baba kila siku. Lakini na mimi pia nimemmisi baba eti. Lakini baba yako anafanya kazi eti, anafanya kazi mbali. Kwani mbali kiasi gani? Kwani hawezi kuja? Haya. Sasa huku bado mzee hajakoma. Ling Minghui alikuja nyumbani kwao kabisa, alikuja nyumbani kwa jamaa. Haya, sikutegemea kama walikuwa matajiri kiasi hichi. Sasa kamfata binti mpaka nyumbani kwake. Ambia Amisi, huyu hapa ni Ling Minghui. Kakufata leo. Anaambia mkamwandalie mteja wa watu, mgeni chai. Anaambia Mr. Lee, leo mume wangu ayu. Anaambia najua yupo. Mimi nimekufuata nataka tuongee eti. Anaambia si unamfahamu dada yangu Yuli? Anaambia mimi ni kaka yake. Anaambia nimekuja hapa leo nataka tuongee kuhusu swala la dada yangu. Sasa tuachana yale, tuje moja kwa moja upande wa pili huko. Binti alimleta Xiaolong mpaka huko. Xiaolong, anaambia hivi, ushawahi kufikiria kwamba ukikutana na baba yako ni kitu gani utamueleza? Anaambia kuna vitu vingi ambavyo natamani kumueleza, lakini sijui ni kitu gani nianze. Basi vipi kama utaanza kumueleza jina lako? Anaambia ndio. Anaambia mimi nitamwambia kwamba mimi ni Li Weilong. Sasa dogo ana majina. Sasa Li Weilong ndo jina la dogo ambalo ni halisi. Xiaolong ni jina ambalo la mtaani, yani amepewa. Unajua tunavyozaliwa, tunavyokuwa watoto, waga tunapewa majina ambayo ni AKA yetu, ambao majina hayo yanakuwa kutokana na tabia zetu zinavyokuwa. Sasa dogo yeye ni Xiaolong. Jina ambalo kapewa na mamake Li Weilong. Li, kumbuka, ni jina la familia, alafu Weilong ndo jina lake yeye dogo Xiaolong. Ambia ni miaka 7 sasa hivi. Je, amebadilika? Amekonda au amekuwa mnene sasa hivi? Ambia kwa nini bado namjali mtu huyu? Ni miaka 7 sasa hivi imepita, katutelekeza mimi pamoja na mwanangu. Inabidi nimchukie mtu huyu. Sasa dogo alikuwa hapa. Kwa bahati mbaya au nzuri, jamaa alikuja, anambia asante. Dogo kumuona huyu mtu anamfahamu kwenye picha, akamcheki. Jamaa kuangalia juu akamuona, maskini ya Mungu, binti huyu hapa. Aisa. Anaambia ni baada ya miaka 7. Alimfuata Yuli kwa karibu zaidi. Ambia muda mrefu tujaonana. Vipi, unaendeleaje? Ambia ni miaka 7 sasa hivi. Ambia neno lako la kwanza kuongea ni kuniuliza mimi unaendeleaje. Hivi uoni kama hiyo? Anaambia Yuli, miaka 7 imepita. Anaambia sikujua kama binti. Anaambia haina haja. Sababu yako wewe kwenda na kuondoka Japani mimi sitaki kujua. Ambia hainihusu sababu yako, swala lako la kufanya wewe kwenda mpaka Japani. Ambia lakini mimi. Anaambia haijalishi. Haijalishi. Anaambia lakini mimi. Anaambia hapana. Yuli, nisikilize basi. Mama! Mdogo akamuita mama. Sasa jamaa alikuwa ajue kwamba huyu ndo mtoto wake.
Kamuona dogo Weilong Xiaolong. Anaambia anaitwa Weilong. Xiaolong. Huyu ni baba yako. Anaambia Xiaolong. Aise, dogo alitamani kumuona baba yake kwa muda mrefu sana. Baba! Da! Baba! Aise, da! Dogo amekuwa akichekwa kutokuwa na baba kwa muda mrefu sana. Leo kamaona baba yake, dogo alitokwa na machozi sana. Anaambia Xiaolong, usijali baba, niko hapa. Binti bado anampenda jamako, lakini ndio hivyo. Ambia baba kakuuzia vitu vyote hivi uko mtaani. Kweli? Ambia ndio. Ambia umevipenda? Ndio nimependa. Mama, ambia nitaenda na vitu hivi kumuonesha Ankai na kumwambia kwamba babangu kaninunulia vitu hivi. Ambia Ankai siku zote huwa ananicheka kwamba sina baba. Lakini leo babangu amekuja, itabidi nikatambe kwa Ankai leo. Ambia ndio. Baba nimerudi. Ambia sitokuacha tena. Basi sawa. Aya. Xiaolong. Binti akamvuta Xiaolong. Ambia nenda kacheze. Mama anataka ongee na baba. Kuna maneno anataka ongee na baba kidogo. Basi alimtoa mtoto pale, ikabidi wazungumze wao wawili. Ni miaka 7 imepita, kuna vitu vingi sana vya kuzungumza. Ambia Yuli. Vipi? Niambie ni kitu gani mimi nifanye ili makosa yote ambayo niliyafanya kipindi hicho niyafidie. Lin Xiansheng. Huko upande wa pili Mr. Li ambaye ni Minghui yuko huko. Sasa jamaa kaja anatamba kwa alikuwa anaambia mpaka anakunja 4 sehemu ya watu. Ambia usijali, usijali. Ambia najua dada yangu. Jamaa anaambia kwanza sharti la kwanza ambao nimelileta hapa ni kwamba mtoto huyu ni lazima atarudi kwenye familia yenu, maana baada ya yote ni mtoto mmoja tu ambaye nimegundua kwamba yupo kwenye familia yenu. Ambia usijali, we ni smart, umefahamu kuhusu hilo. Jaambia kwanza mtoto itabidi arudi. Maana mtoto ni wa kwenu, hata hivyo pia mtoto ni wa familia yenu. Mtoto itabidi arudi nyumbani kwenu na baada ya hapo mtaendelea kumlea. Ambia lakini kwa Yuli mtoto wake ni kama nani kwake vipi? La pili ni lipi? Ambia ombi langu la pili ni kwamba share ya kampuni yenu ambao mmeifungua kipindi hichi inabidi mnipatie pasenti 3 za share ya kampuni yenu ili mimi nimlete mtoto kwenu. Sasa jamaa anadai ya kwamba ameicheki familia yao afu amegundua kwamba hapa hakuna mtoto yoyote yule ambaye ni mjukuu wa Mr. Li. Kwa maana hiyo akimcheki dada yake ndo mtu pekee ambaye ana mtoto. Kwa maana mtoto huyu ni wa samani sana kwenu. Ambia najua dada yangu Yuli ndo mtu pekee ambaye amepatia familia yenu hii mjukuu. Kwa maana hiyo wewe upo kwenye swala la kuongea kuhusu biashara na mimi au kuhusu ni kitu gani nakitaka. Itabidi mfanye kile ninachotaka mimi. Lakini mimi sio mtu ambaye naweza nikachagua kufanya hilo. Ambia jalishi, unaweza kaongea na baba mkwe wako. Mkaongea tu vizuri. Afu mkapatana baadaye. Ambia Mr. Li. Oya. Afu kuna kitu ambacho nimesahau kukuambia. Anaambia Shinli na dadangu pamoja na mtoto wao itakuwa wapo sasa hivi wanaenjoy wakati mzuri sasa hivi wao watatu huko. Emfikiria, wewe uko peke yako hapa, afu dadangu ana mtoto kabisa. Unafikiri atachagua upande wa nani? Jamaa kamsogelea. Anaambia hoya, Miss Li, inabidi ufikirie vizuri heti. Maana dadangu ana mtoto tayari. Afu Shinli ndio hivyo tena yupo na dadangu sasa hivi. Unafikiri atachagua upande upi? Anaambia ni bora ufanye hivyo mapema ili mtoto arudi hapa ili asiendelee kabisa kumuona dadangu eti. La sivyo
yani utajutia maisha utakayoishi, maana kumbuka si wanaume waga tunaonesha upendo kwa mwanamke mmoja peke yake. Fikiria kuhusu hilo kwa umakini zaidi. Jamaa aliondoka pale, maskini ya Mungu. Binti atafanya nini? Hiyo ilikuwa ni ya 6 episodi, utani moja kwa moja katika episodi ya 7 na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida, tukizidi kabisa kusonga mbele. Nakupenda ni wewe. Waambie wasikusumbue. Kumbuka namba zangu ni zile zile. Ni cheki kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani. Unanipata huko. Nita the Jolly Voice. Kwa jumlisha 18155889811. Unanipata huko. Bwana. Basi itakwenda kuwaje katika ya 7 episodi? Jamaa anatamba, nakumbuka mpaka hapo alipokuwa bado hajaongea na dada yake kuhusu swala la mtoto, lakini natamba kwa wakwe zake ya kwamba wampe mtoto na pia share za kampuni waandike kwa jina lake. Bwana, tukutane moja kwa moja katika episodi ya 7. Kumbuka na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida, na mimi sina budi dhidi ya kusema bye bye. Tukutane huko.